Karibuni watazamaji. Kwa majina naitwa Mtume Ronald Simiyu Wamalwa. Kwa mafunzo ya Injili kuhusu walifanya kazi ya kuimba. Kwa mafunzo ya Injili kuhusu kazi ya kuimba. Walifanya kazi ya kuimba. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango ni 6 kuanzia 31 hadi 34. Kitabu kingine wa Efeso mlango ni 4 mstari wa 28. Kitabu kingine Timotheo wa pili mlango ni 3 mstari wa 17. Kichwa cha mafunzo walifanya kazi ya kuimba. Kichwa cha mafunzo walifanya kazi ya kuimba. Kichwa cha mafunzo walifanya kazi ya kuimba. Maandiko yanasema ya kwamba aliweka watu wa kuimba katika nyumba ya Bwana kwa sanduku la Bwana ilipokwisha kupata mahali pa kustarehe. Ilipopata sehemu ya kufanya nini? Ya kustarehe. Wakushukuru Mungu na kuimba nyimbo za utukufu. Wakushukuru Mungu na kuimba nyimbo za utukufu. Wakifanya kazi yao ya kuimba kuwa huduma ya pamoja. Wakufanya kazi yao ya kuimba kuwa huduma ya pamoja. Alafu kutoka pale maskani ya hema ya kukutania, maskani ya hema ya kukutania, maskani ya hema ya kukutania, kuimba nyimbo ya Bwana. Baada ya kufanya nini? Walipokuwa wamejenga nyumba ya Bwana. Kumaanisha kwamba walipomaliza kujenga nyumba ya Bwana, wakaona hawezi jenga kunyamaza hivyo. Lazima wafanye kazi ya kuimba. Yani sehemu moja yafanya nini? Ya kueneza injili ya huduma. Ni sehemu moja ya kuonyesha injili yafanya nini? Ya huduma. Wakati walienda kwa maskani ya Bwana, lazima wafanye nini? Waimbe. Na sasa kuimba kwao walikuwa pamoja wakijadiliana ya kwamba kanisa hezi kwa hivyo bila kufanya nini? Bila wimbo ya kumsifu Mungu. Wakaenda kwa hema ya kukutania maskani wakiendelea kazi ya kuimba. Na mtumishi wa Mungu Suleiman alipojenga nyumba ya Bwana, mtumishi wa Mungu Suleiman alipojenga nyumba ya Bwana, alihakikisha kwamba baada ya kuisha nyumba ya Bwana wawe na kikundi ya kufanya nini? Ya kuimba. Wawe na kikundi ya kuimba ya kumsifu Mungu kwa ajili ya kanisa ya Mungu imefanya nini? Imejengwa. Suleiman naye huko Yerusalemu, Bwana Mungu naye kwa huko Yerusalemu, Suleiman akasema ya kwamba ni heri wasimamie kwa haki na ukweli. Wasimame kwa kauli moja ya kwamba kazi ya Mungu lazima itaendelea mbele. Ndiposa wakakutana pamoja wakasema ya kwamba watafanya kazi yao ya kuimba baada ya kanisa kufanya nini? Kujengwa. Na mtumishi wa Mungu anaitwa Suleiman ndiye alikuwa huko Yerusalemu. Wakasimamia ya kwamba huduma ya kuimba kanisani lazima itaenda sawa sawa. Na huduma yao ilikuwa sawa sawa bila tatizo yoyote. Na sehemu zao walifanya kuwa ya kwamba kazi ya kuimba ilikuwa sehemu moja ya kwamba pamoja na wengine ambao wanasikiza kazi ya kuimba. Unajua kanisani kila mtu ako na huduma yake. Huduma nyingine ya kuimba na huduma nyingine ya kuhubiri, huduma nyingine ya nini? Ya mafunzo ya Injili. Mfano, ukienda huko Yerusalemu kwa mtumishi wa Mungu Suleiman, wakati alijenga kanisa ya Mungu, akaona ya kwamba lazima wafanye nini? Waimbe. Ili kuimba ya kwamba kazi ya Mungu itakuwa imefanya nini? Inaendelea vizuri, yema, bila chagizo lolote. Ilikuwa namna hivyo kwa sababu nyumba ya Bwana ikimalizika kujenga lazima washukuru Mungu. Na kushukuru Mungu iko njia mingi. Unaweza kushukuru Mungu kupitia kwa wimbo, mkiimba pamoja na kazi ya Mungu inaendelea. Kwa hivyo kazi ya Mungu ambayo ilifanyika huko Yerusalemu kujenga kanisa ya Mungu, na mtumishi wa Suleiman akasema ya kwamba walifanya huduma yao ikapendezwa kwa ajili wajitolea kwa uwezo wao, ili kuimba kwa imani, kuimba kwa upendo, ili ya kwamba Mungu anapoona kumsifu kupitia kwa wimbo anaendelea kwamba atabarikiwa kwa nyimbo. Kwa mfano, kanisani unapata mafundisho inajenga moyo. Wenye kuimba nyimbo ya kusifu Mungu pia inajenga mtu moyo, inamuinua na anaendelea. Kwa hivyo hapo Yerusalemu, mtumishi wa Mungu Suleiman alipomaliza kujenga nyumba ya Mungu, alihakikisha kwamba lazima msifu Mungu. Na kulikuwa kikundi ya fanya nini? Ya kuimba ama kwaya.
ya kuimba, ya kuleta nyimbo za kumsifu Bwana Mungu wetu, ya kwamba wanapoimba na kusifu Mungu itaonekana ya kwamba utukufu wa kanisa inashuka, utukufu ya kanisa pale ni inashuka. Hata kuna wengine wanasapata hiyo wimbo wajenge mioyo yao ni watetee kwa ajili ya uwezo ya Mwenyezi Mungu, ya uwezo Mungu mwenyewe. Kwa hivyo huko Yerusalemu walifanya hivyo, ya kikundi ya kuimba na kumsifu Mungu ilihamisha ya kwamba kwa sababu wako serious na kuimba na kumsifu Mungu, ya kwamba lazima kazi ya Mungu iendelee. Wakuhubiri wahubiri, wakumfunza neno la Mungu wafunze, wakuimba waimbe. Na hii vipawa yote nafanya kazi ni njia moja ya kuhudumia Bwana Mwenyezi Mungu wetu. Kwa hivyo hawa wote walifanya huduma ya Mungu kwa rahisi. Ndio maana ikaitwa walifanya kazi ya kuimba kwa huduma ya pamoja. Walifanya kazi ya kuimba kwa huduma ya pamoja. Kwa hivyo hawa wenye walihusika mambo ya kuimba kazi ya huduma kwa pamoja ni wana wa Kohati, ni wana wa Hemani, mwimbaji bwana wa Yoeli. Alafu mwingine alikuwa mwana wa Samueli. Alafu mwingine alikuwa mwana wa Eli, mwingine alikuwa mwana wa Tuhu. Hao wote ambao nimetaja jina walisika kwa kazi ya kuimba ili huduma ya pamoja ya Mungu huko Yerusalemu baada ya kanisa kujengwa ikuwe sawa sawa. Ndani ya mioyo ya wengine ambao walisikisa, ambao nimetaja hao majina, kazi ya Mungu ilifanyika sawa sawa, huduma ya pamoja ikaendelea, ikapatikia watu mioyo ya wao huko Yerusalemu. Wakiwa Yerusalemu mambo yote ilikuwa inaendelea. Wakiwa Yerusalemu mambo yote ilikuwa nafanya nini? Inaendelea. Alafu kwa ajili ya huduma ilikuwa pamoja, ilijenga mioyo ya watu kwa ajili ya uwezo wao. Kwa ajili ya uwezo wao kila kitu ilifanyika vizuri. Ndio maana ikaitwa walifanya kazi ya huduma kwa pamoja. Walifanya kazi yao ya huduma kwa pamoja kwa ajili ya kwamba kazi ya Mungu itaendelea. Kazi ya Mungu itafanya nini? Itaendelea. Kazi ya Mungu ikiendelea kumaanisha kwamba moyo itachengwa. Mioyo ya watu itafanya nini? Itachengwa. Katika uwezo wako Baba Mwenyezi Mungu anaona ya kwamba ni heri tumsifu, na tunamsifu kwa njia yote, kwa ajili ya Injili, kwa ajili ya wimbo, na watu ambao wanajitolea kuimba hiyo majina ambayo nimetaja hapo, walifanya kazi yao ya kuimba kwa huduma ya pamoja. Walifanya kazi yao ya kuimba kwa huduma ya pamoja. Hata pia sisi ukienda kanisani, ukifanya kazi ya kuimba ni njia moja ya kueneza injili yako. Ni njia moja ya kuonyesha injili yako. Kwa ajili ya hayo majina ambayo nimetaja, Kohati na Hemani na Yoeli, hao ndio walisika kwa kufanya kazi ya kuimba pamoja, ndio tukaitwa walifanya kazi ya huduma. Walifanya kazi ya huduma ikuwa kwa pamoja. Kwa hivyo kama sisi wa Kristo lazima tujitetee ya kwamba tukienda kanisani lazima tuamuke tufanye chochote kwa kanisa. Kuna wengine walipatikiwa kuimba, kuna wengine walipatikiwa kukaribisha wageni, pia ni huduma ya Mungu. Na kuna wengine walipatikiwa kutoa ushuhuda. Hata ushuhuda kanisani itajenga mtu. Hata ushuhuda kwa kanisani itajenga mtu. Ikishajenga mtu atasema kanisa hiyo iko na mpango. Iko na mpango, Mungu mwenyewe ataona ya kwamba hapa ni kuna mahali inafaa watakatifu waende waponye mioyo yao. Itafaa watakatifu wafanye nini? Waende kanisani wapone mioyo yao, kuliko kuenda kanisani na hamujaamua. Na ni heri, ni vyema mfanye nini? Muamue. Kama kuenda kanisani, hakikisha ya kwamba chochote ambacho inafanyika kanisani, hakikisha ya kwamba unahusishwa. Unafanya nini? Unahusishwa. Unasakosa kuwa muimbaji, lakini ukiingia pale utaimba na utasifu Mungu, na Mungu mwenyewe atafanya nini? Atakubariki. Kando na hiyo, hata kama uko muimbaji, nawe lazima ujitetee. Uimbe kwa roho, uimbe kwa moyo. Ndio sasa hiyo kazi ya kuimbaji itakuwa huduma pamoja na watu wengine. Ikishakuwa huduma ya pamoja, yani umefanya kazi pamoja kwa kauli moja, kuwa na roho safi, kuwa na imani moja, hiyo mambo ya uimbaji itajenga mtu. Ndio maana nimetaja wale ambao walihusika, ambao walifanya kazi ya huduma
ambao walifanya kazi yao ya kuimba pamoja kuwa huduma ya pamoja. Hawa ambao nimetaja majina yao ni Kohati, Hemani na mwana wa Yoeli. Hata sisi tulikuwa na watoto wetu wakienda kanisani kuimba, si makosa, wacha waimbe. Kwa sababu hiyo ni njia moja ya kumsifu nani? Ya kumsifu Mungu. Hiyo ndio moja ya kufanya nini? Ya kumsifu Mungu. Ahadi yake ni kunifanya niwe naenda viwango vingine. Naenda viwango vingine. Naenda viwango vingine. Ndio Elisha alikuwa anaambia wana wa Israeli ya kwamba ndio tumsifu yeye, lazima tuamuke ya kwamba jinsi ilivyo mambo vile iko. Kanisa ilikuja kwa ajili ya binadamu. Kanisa ilikuja kwa ajili ya binadamu, si kuja kwa ajili ya Mungu. Na kanisa kama ilikuja kwa ajili ya binadamu, lazima tufanye nini? Tumshukuru Mungu, tumuombe, alafu atakupigania maisha yote. Tukishashukuru Mungu akupigania maisha yote, jua ya kwamba sisi sote tunaabudu Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu alikuumba sisi kwa ajili nafsi zake, ama kwa image yake, mfano yake, ili kwa sababu ya kwamba tukuja tumusifu. Na tunasifu Mungu kupitia kwa wimbo, kupitia kwa ushuhuda, kupitia kwa nini? Kwa mahubiri, kupitia kwa nini? Kwa mafunzo ya Injili. Kwa mafunzo ya nini? Ya Injili. Kutoka hapo Biblia inasema ya kwamba kitabu cha waraka wa mtume wa Paulo kwa Efeso. Waraka wa Paulo mtume kwa Efeso. Kitabu cha waraka wa Paulo mtume kwa Efeso. Mtume Paulo alienda kwa Efeso akawakumbusha kwamba licha wanaimba kazi mzuri kwa kanisa, lakini nao ikifika mahali matoleo yiko, ikifika kipindi cha matoleo, ikifika kipindi cha nini? Cha matoleo, lazima waimbaji nao wawe na kitu ambaye wanatolea kwa matipaoni. Unajua ukitoa kitu kwa matipaoni pia yatachangia kwamba wewe kazi yako na maisha yako unahusiana na Mungu. Sasa ukitolea Mungu ya kwamba umekubali uhusiano yako na maisha yako umehusisha na Mungu kwa kazi yake. Sasa ukiwa kanisani inakufunza ya kwamba ukiwa mwimbaji uhakikishe ya kwamba ukiwa na kitu lazima utolee Mwenyezi Mungu. Usiimbe tu na wewe hutolee Mwenyezi Mungu. Maandiko matakatifu na kukumbusha kwamba hata kama wewe ni mwimbaji lazima ukuwe na kitu ya kutolea Mwenyezi Mungu. Ili mambo ikifika wakati mtumishi wa Mungu anaombea matoleo yenu, hata pia ndani yako umeonyesha mkono yako kwa ajili ya matoleo yako ya mkono yako kama wewe ni mwimbaji, alafu Mungu anakubariki kupitia kwa nini? Kwa maombi. Anakupitia kupitia nini? Kwa maombi. Ndio maana inakwambia licha wengine ni wanaimba vizuri, lakini kifika kwa matoleo hawatoi. Hapana, si vizuri. Jikakamue mwenyewe, lazima uwe na kitu yafanya nini? Ya kujitolea. Ukisoma kitabu cha waraka wa Paulo mtume kwa Efeso. Waraka wa Paulo mtume nini? Kwa Efeso. Mlango ni 4 mstari wa 28. Mlango wa 4 mstari wa 28. Mtume Paulo anasema ya kwamba kuhusu waimbaji wasiimbe na afadhali wafanye juhudi yao ya kutenda kazi yao nzuri mikononi mwao. Yaani anamaanisha kwamba hata kama wewe ni mwimbaji, tafuta kazi yote ufanye ili wakati ikifika kwa matoleo uwe na kitu yafanya nini? Ya kutoa. Yaani tunakutambua kazi yako ya huduma, wewe ni mwimbaji. Lakini mtume Paulo anasema ya kwamba hata pia wewe mwimbaji, uimbaji kiisha, tafuta nafasi, utafuta kibarua, kazi ufanye, nao unapopata mapato, nao siku ya Jumapili ikifika, nao utolee Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapoona kazi yako ya bidii ya kujitolea, atakubariki pia wewe. Utakuwa umehusishwa na kazi ya Mwenyezi Mungu. Utakuwa kuhusisha na kazi yako ya Mwenyezi Mungu. Na kitu yoyote ambaye imetolea kwa kanisani itakuwa tabiu. Itakuwa tabiu. Na hiyo tabiu itaparikiwa na mtumishi wa Mungu ambaye anakuombea, alafu unaparikiwa. Kwa hivyo hata watoto wetu kama sisi wasasi kanisani wakuhusisha kwa kuimba, tuhakikishe kwamba kipindi cha matoleo kifika, pia tuwapatie kitu ya kuinua maisha yao. Ya kuinua nini? Maisha yao. Ni vizuri kama sisi watakatifu tuhakikishe kwamba tukienda kanisani tuhakikishe mambo iko sawa. Tena kama wewe mwimbaji kanisani lazima ufae vizuri.
Usifae kama mtu wa dunia. Ukiwa muimbaji, ukiwa kanisani unaimbia nyimbo za kumsifu Mungu, lazima ufae vizuri. Lazima ufanye nini? Ufae vizuri ukiwa kanisani. Jambo lingine, mkiwa waimbaji kwa kanisani, kwa sababu ni huduma mnaendelea nayo kwa kanisa, lazima mkuwe mmependana nyinyi kwa nyinyi wenyewe. Ndio maana Kristo alisema kama nyinyi ni wanafunzi wake, lazima mpendane. Kama nyinyi wanafunzi wake, lazima mpendane. Kama wewe ni muimbaji wa kwaya, nyinyi ni wanafunzi wa uimbaji wa kwaya, lazima nyinyi mpendane. Mkipendana, mtafanya huduma ya kuimba pamoja kanisani, itakuwa sawa sawa, itakuwa ya muhimu kwa watu wote. Sasa mtaona mtapata maarufu, mkienda mahali mtapigia simu ya kwamba kwaya ya kanisa fulani inaimba vizuri, wanaimba kwa roho. Mnaenda huko kuimbia. Si hapo mnaendelea vizuri, mmejengeka hapo, mnaendelea vizuri. Kwa sababu wanaona kazi yenu mko pamoja, hakuna mtu mwingine anamsumbua. Kwa hivyo kama wewe ni muimbaji, jinsi vile nasungumuza mbele yenu, lazima uchikakamue. Na kwa muimbaji mzuri kabisa, umeokoka, umetambua Yesu Kristo, uwe mtu wa kutupu, uwe mtu wa kusali, uwe mtu wa upendo, uwe mtu wa kufanya uhusiano kwa neno la Mungu. Na kila wakati hata ukiwa peke yako, kabla mchakutana, lazima uombe. Piga chini makoti, ombe Mwenyezi Mungu akusaidie ili uendelee na huduma ya kufanya nini? Ya kuimba. Ombe Mungu akusaidie sana, uwe na huduma ya kuimba nyimbo za kumsifu Mungu. Na kutoka pale utaparikiwa. Unajua unasatoka kwa kuimba, alafu ikupeleka sehemu nyingine ambayo hata wewe mwenyewe huamini, kwa sababu unaimba kwa haki na ukweli. Ndio maana nasema walifanya kazi ya kuimba kwa huduma ya pamoja. Walifanya kazi ya kuimba kwa huduma ya pamoja. Sasa itakuwa kazi ya kuimba kwa huduma ya pamoja. Nyinyi wote mkiwa pamoja, mnakuwa watu wasafi, mnakuwa watu wa kupendana, mnasali pamoja, mnatembea pamoja, mnazungumza pamoja kama Luka 1. Roho anaposhuka, angalia mioyo yenu, kwa sababu mko pamoja, mtapata utukufu ya Bwana. Licha wengine wanapenda kuimba, lakini nafika mahali si wote, baadhi yao wanaona kwamba wanachiringa. Ati pastor wake wa kanisa ampigie simu ndio akuja aimbe. Yaani anachiringa. Anaona yeye amefika. Na hiyo si vizuri. Kama wewe ni muimbaji, nyenyekea kwa mtumishi wa Mungu. Nyenyekea kwa mtumishi wa Mungu. Ndio kazi yako ya uimbaji itakuokoa mahali. Na kuna wengine wa kucheza keyboard kwa kanisa. Anacheza vizuri, nyimbo zinaimba vizuri, anafika mahali anakuwa na kiburi. Hiyo si vizuri. Mungu hapendi kiburi. Anapenda mtu wa kunyenyekea. Kama wewe mcheza keyboard kwa kanisani, cheza keyboard vizuri. Ujue ya kwamba na Mungu unafanyia kazi Mungu. Kama muimbaji, muambatane pamoja, mkuwe sauti moja na mwenye kucheza keyboard, yani kinanda kwa kanisa, mkuwe kwa sauti moja. Kwa sababu jinsi mnafanya hiyo kazi ya kuimba, mnafanya kazi ya kuimba kwa huduma ya pamoja. Na watu wengi wanamwangalia, wanamtegemea nyinyi. Sasa mkiwa pamoja, kazi yote ya kanisa itakuwa sawa. Na kanisa yenu itainuliwa, watu wote watapona kutoka hapo. Kwa hivyo, watazamaji, mbele yenu ilikuwa mafundisho ya kwamba walifanya kazi yao ya kuimba kwa pamoja. Kwa majina naitwa Mtume Ronald Simiyu wa Maru.